nataka ni kupeleke sehemu ambayo MC Pilipili alikuwa akifanya machafu yake, alikuwa akifanya maovu yake, kuhakikisha basi anang'arisha nyota, anaenda kwa wataalamu waganga na vitu kama hizo. Bwana alikuwa anafika milimani kabisa kama ambavyo unajionea. Huku kuna mawe, mazingira fulani hivi, lakini kumbe bwana tunafahamu ni mazingira ya kuvutia, mazingira ya hifadhi na vitu kama hizo, lakini kumbe kuna watu wanakuwa wanafanya machafu yao huko, wanatambika na vitu kama hizo. Nadhani unajionea mazingira mwenyewe. Cheki mawe hayo, cheki kulivyokaa, kunavutia, lakini ndio hivyo watu wanafanya mambo yao ya matambiko. Nadhani unajionea mawe makubwa kabisa. Unaona, lakini ndio hivyo, huku ndio watu ambako wanajitafutia hiyo fame, kufahamika, kupendwa na watu. Unajikuta tu mtu unampenda, kumbe ndio hivyo. Kuna manjegeka yake ameweza kuyafanya huko na wataalamu wake. Sasa anaenda kupeleka huko juu milimani kabisa, ambapo huyu alikuwa akifanya hayo mambo yake ya kishirikina huko juu milimani kabisa. Aisee, watu wana siri. Unajikuta tu mtu unasema anafanya vizuri na nini, kumbe kuna mambo machafu ambayo anakuwa akiyafanya bila wewe, hata wewe mwenyewe kufanyaje kufahamu. Just imagine, cheki mazingira hayo, ndiko ambako huyu alikuwa akifanyaje, akihudhuria mara nyingi kuhakikisha basi anang'arisha nyota yake, apendwe na watu. Vitu kama hizo. Just imagine, cheki mazingira kama hayo, yanavutia na nini, lakini ndio hivyo watu wanafanya yao bwana. Watu wanafanya yao kuhakikisha basi wanapendwa, wanakuwa appreciated, wanafanyaje. Kumbe wanakuja kwenye mazingira kama haya, wanatafuta wataalamu. Bwana wataalamu nadhani nafahamu, waganga wa kienyeji wanakaa kwenye mazingira fulani ya kujificha, hawagi public kwa sababu wanaogopa kuriski maisha yao. Just imagine, cheki jiwe kubwa kabisa hilo. Watu wanafika mbali, wanatafuta fame, wanatafuta majina, wanatafuta hela, wanatafuta utajiri. Utajiri wanatafuta kwa kasi, kwa tabu kweli kweli. Mtu anakwea mlima kama huu, anakuja tu kutafuta utajiri. Just imagine, cheki hadi njia imejitengeneza kabisa. Unaiona njia, nadhani unajionea hii njia. Unaona njia hiyo imeenda hiyo. Huku ndiko ambako huyo ndugu yetu alikuwa akihudhuria mara nyingi kutengeneza nyota yake, apendwe na watu na vitu kama hizo. Anakuja huku juu milimani. Unaweza kusema pengine huku juu milimani hamna lolote, unajitembelea tu, unatalii bwana, kumbe kuna vilinge vya watu huku wanafanya mambo yao. Wanafanya manjegeka na vitu yao. Nadhani unajionea wewe mwenyewe, unajionea hivi. Unajionea mazingira ambayo huyu alikuwa akihudhuria mara nyingi kuhakikisha basi anapendwa na watu, anatengeneza jina na vitu kama hizo. Sasa hizi habari sisi tulikuwa hatuzifahamu, tulikuwa hatuna uelewa nazo kabisa. Tunajua pengine Mungu amempenda ndugu yetu, ndio hivyo, lakini bwana kumbe kuna yasiri, kuna mambo ya siri ambayo alikuwa yafanya kipindi cha uhai wake, na pengine ndio chanzo cha haya maafa ambayo yameweza kumkuta au kumsibu huyu MC Pilipili. Nadhani mazingira unajionea mwenyewe. Mazingira haya unayaona. Huku ndiko ambako huyu alikuwa akifanya hayo mambo yake ya kishirikina. Unajionea mazingira kama haya. Tutafika kwa huyo mtaalamu, atatueleza A to Z mwanzo hadi mwisho. Je, huyu mtu alikuwa ni mhudhuriaji kama ambavyo mke wake ameweza kusema hivyo, anamchoma tu, anamchafua pengine? Hatufahamu, lakini huyo mtaalamu nadhani ataweza kutupa A to Z story nzima. Je, vipi huyu ndugu yetu, kuna lolote la kutokea amelifanya basi kuweza kumsababisha haya mambo kuweza kumsibu, au vipi? Huyu mtaalamu ataweza kukujua. Nadhani unajionea huku kumeweza kujitengenezea njia kabisa kwamba kuna watu huwa wanakuja huku kwa ajili ya hayo maswala. Nadhani huku kuna wataalamu zaidi ya mmoja, lakini huyo mtaalamu sisi tumeshaweza kuwasiliana naye. Nadhani tukifika tu tutamuona kabisa. Tuendelee kusogea, nadhani tutakuwa tunakaribia hivi. Nadhani sijui ni pale juu milimani kabisa pale. Ni pale nadhani, je inaonekana
tuendelee kusogea mdogo mdogo. Tuendelee kusogea tuweze kujishuhudia mazito bwana. Hii dunia ina siri kweli. Dunia ina siri nzito sana ambayo watu wengi wanafanyaga mambo sirini. Lakini bwana anasemaga siku zote hamna siri ya watu wawili. Kwa tu kuna siri lakini umshirikisha mwenzio basi jua ile siri basi lazima itakuja kufahamika tu siku moja. Hamna siri ya watu wawili, ndio maana huyo ndugu yetu basi hii siri yake imeweza kufanyaje kugundulika kwamba anapojaga huku juu milimani kutambika na vitu kama hizo. Just imagine. Nadhani unajionea wewe mwenyewe. Kumbe kuna hadi njia magari yanafikaga bwana. Ukiachana hizo njia za mkato za kufanikisha ufike haraka, lakini kumbe kuna hizi njia zingine. Nadhani unaona kuna baadhi ya magari huwa yanapita njia kama hiyo hapo. Nadhani unajionea mwenyewe hiyo njia. Sasa unajionea. Tuendelee kusogea. Tuendelee kusogea tukajionea yaliyo mengi. Just cheki mazingira haya. Ndiko ambako mtu anakuja kutafuta fame. Anakuja kutafuta utajiri. Nafahamu alianzisha kanisa lake la Love Church, vitu kama hizo. Alioa kwa gharama kabisa. Alikuwa ni mtu ambaye anajali wale watu ambao ni wana mahitaji maalum, anawasaidia. Lakini kumbe bwana alikuwa akificha tu yale ambayo yapo nyuma ya pazia. Manake alikuwa hataki watu wafahamu yeye ni mtu wa aina gani. Ndio maana alikuwa anafanya hayo yote ili basi kuweza kujisafisha. Tunaendelea kusogea. Tunaenda kukutana na huyo mtaalamu mwenyewe, atatujuza yaliyo mengi. Je, huyu mtu ndivyo ambavyo mke wake ameweza kusema alikuwa anahudhuria au vipi? Na je, umauti kuweza kumkuta chanzo ni nini? Nadhani ataweza kutujuza A to Z. Nadhani nafahamu wanasemaga utajiri, mali za mtu, ufemo wa mtu, utamani tu. Lakini ukitaka kufahamu mangapi anapitia basi hautatamani kile kitu au ile hali ambayo mtu yule yupo nayo. Bwana watu wanapitia mazito sana. Watu wanatafuta umaarufu kwa muda mfupi, wanatafuta pesa kwa muda mfupi kwa njia za shortcut. Lakini shortcut siku zote huwa ni gharama. No, achana na hii shortcut ya njia kama ambavyo mimi hapa bwana napita. No. Hii ni shortcut. Nadhani unajionea njia hii hapa ambapo ndugu yetu alikuwa akipita. Sasa mimi simaanishi hiyo shortcut ile kwamba anatamani mwaka huu niwe na gari afu ndani una F6 afu nataka mwaka huu niwe na gari afu una mpango wote ule. Ndio hayo mambo ya shortcut. Wanaanza kutafuta wataalamu, mwisho wa siku kinakulamba, mwisho wa siku yanakutokea puani. Sasa huyo mtaalamu atatuambia kwamba je, huyu ndugu yetu ni kweli amemtokea puani au ndo vile tu Mungu amempenda zaidi au vipi? Nadhani huyu ndugu yetu huyu mtaalamu wa Kilingeni, huyu mganga mtaalamu wake ataenda kutufahamisha kwamba je, huyu ndo hivyo au vipi? Nadhani atatufahamisha. Lakini hapo awali sisi tulikuwa tufahamu kama kuna haya mambo, lakini ndo hivyo mke wake ameweza kutujuza. Nadhani mazingira unayaona hivi, unayaona watu wanatafuta hela jamani. Just imagine mtu anafika huku juu milimani kabisa kutafuta tu hivyo hela. Ni kitu kikubwa ndio of course, lakini ndio hivyo vina costi. Mwisho wa siku inakula kwao, unawaachia mali wenzio na nini. Huyo mtaalamu nadhani atatujuza wengi, nadhani mengi zaidi. Nadhani wengi tuna hiyo chachu. Lakini nikukumbushe tu kama hii ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu pendwa, basi chini ya video hiyo hapo upande kulia kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hapo kisha alama kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu pendwa, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa hichi ambacho naenda kukujuza. Atatujuza aliyo mengi sana kuhusu utaalamu wake, amewasaidia watu wangapi, kama kuna master wengine amewasaidia nadhani atatujuza. Nadhani hata huyo mwenyewe kuna mtu alimpeleka. Kwa hiyo atatujuza aliyo mengi zaidi kwamba je, kuna watu wengine amewasaidia au vipi na vitu kama hizo. Huyu mtaalamu atatuambia A to Z. Unaona kabisa hii njia watu huwa wanapita kwenda kahao wataalamu kurahisisha mambo yao ya kifedha. Wanapambania ugali, lakini ndio hivyo shortcut bwana ni gharama kama ambavyo nimeweza kujuza. Sina experience sana, lakini nadhani tafsiri yake ni hivyo kwamba hayo mambo yanakuwa na mwisho wake na nini, vitu
vitu kama hizo. Nadhani wewe mwenyewe unafanyaje, unajionea. Tuendelee kusogea. Lakini nikukumbusha tu mtazamaji, chini ya video hapo upande kulia kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu pendwa, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza. Huyo mtaalamu wetu ataweza kutufumbua mazito hayo. Basi ni jambo la msingi sana kuacha comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Nadhani unajionea mandhari haya, mazingira ndiko ambako huyu alikuwa akihudhuria mara nyingi kwa ajili ya hayo masuala yake, ya nini, kwa ajili ya hayo masuala yake ya kifedha, kuhakikisha mambo yake anakaa kwa uzuri na vitu kama hizo. I think mazingira unayaona kabisa yalivyokaa. Mazingira unayaona, unajionea. I say hadi nimechoka sasa. Mbona tufiki huko? Ila nadhani tunakaribia, kwa sababu nimeona moshi pale juu pale mbele. Moshi nimeuona, nadhani ndio kilinge chenyewe cha huyo mtaalamu, mtu wa manuva, mtu wa kufanya mavitu kuhakikisha basi watu wanakuwa na madoo, wanakuwa na mahela. Tuendelee kusogea mdogo huko ambako huyu alikuwa akija kufanya matambiko yake. Sasa huyu mke wake angenyamaza tu, sasa anaanza kumumbua mwenzie. Jamani, kweli wanawake. I say cheki mazingira haya. Mtu ana riski kabisa, anakuja mguu ado mpaka anafika huku. Anatafuta tu do, anatafuta fame, atafuta hela, anatafuta mandinga, magari, atambe mjini. Lakini ndo hivyo, wanapitia magumu na yanawatokea mwisho wa siku puani. Sasa mimi sio mwongeaji sana, nadhani mtaalamu atatuambia kwamba kweli huyu mtu kimemlamba, kuna kitu amekosea au vipi, na kweli amemsaidia kama ambavyo mke wake ameweza kutuambia hivyo, au la ni vile tu ana au kuna lolote vitu kama hizo. Nadhani huyo mtaalamu ataweza kutujuza A to Z. Nadhani najionea mazingira haya ni kama yanavutia, lakini ndio hivyo, watu wanafanya mambo yao. Watu wanafanya vitu, watu wanafanya mambo yao ya siri. Unajionea mazingira haya, unajionea. Nadhani ngoja niongeze speed kidogo tuweze kumfikia mapema huyu mtaalamu. Huyu mtaalamu wa mambo, mtu wa manuva, mtu wa mavitu. Unajionea mazingira hivi. Huku ndiko ambako huyu alikuwa akifanyaje, akifanya hayo mambo. Sasa ametuambia kwamba sijui kuna joka na nini. Yule mke wake hatujamuelewa vizuri, lakini mtaalamu tukikutana naye nadhani atatujuza kwamba kweli kuna hilo joka ambalo aliweza kumpatia huyu MC Pilipili. Alikuwa analala nao kitandani au vipi? Nadhani huyu mtaalamu atatuambia A to Z. Nadhani mimi sio mwongeaji sana, tunakaribia kumuona au kumfikia huyo mtaalamu. Atatuambia A to Z juu hayo mambo bwana. Tuendelee kusogea. Nadhani tunakaribia. Nilikuwa naona moshi kama upo karibu, lakini kumbe upo mbali kidogo. Ni mazingira yale pale hivi. Nadhani unajionea mwenyewe. Tuendelee kusogea. Cheki mazingira kama haya. Cheki mazingira kama haya. Mtu anafika jamani. Anatafuta tu. I say hizi mali hizi tusitamani tu, lakini kumbe bwana zinapambaniwa kweli. Mtu anakuja mazingira kama haya, just imagine. Cheki angalia. I say ona mazingira haya. Mtu anakuja kutafuta tu jina. Hadi njia zimejitengeneza. Njia hizi njia. Yani maana yake watu wanafika mara nyingi sana haya mazingira kwa ajili ya kujipatia riziki zao, kujipatia nini, riziki zao. Lakini ndio hivyo, kwa njia isiyo halali. Nikisema riziki, kuna riziki ya halali. Hata yule fisadi ni anajitafutia riziki, lakini njia yake ndio hiyo. Ana fisadi, anatapeli, ndio hivyo. Sasa hela ni hela tu bwana. Hela ni hela tu. Hela wizi, hela ya kuuza vitumbua, hela ya vyovyote vile. Hela ni hela tu. Mwisho wa siku tukiziweka hapa haiwezi kufahamika kwamba hii ni hela ya wizi, hii ni hela sijui ya nini. No.
hii ya kudanga hapana. Hela ni hela tu. Sasa ndo hivyo, hela zenyewe hizi bwana zina njia nyingi. Njia nyingi sana. Just imagine mtu anakuja mazingira kama haya kuzitafuta hizo do. Kuzitafuta hizo hela milimani kabisa, kuna mawe makubwa. Just imagine jua likibilingika hapa. Sijui nini kitatokea. Lakini ndo hivyo. Bwana Mungu anafanya mambo yake. Mazingira kama haya yanavutia. Lakini baada ya kuyatumia kama kivutio, kuyatumia kama sehemu ya kutalii, kuzunguka, kufanya mazoezi, kukwea milima kama hivi. Lakini hivyo watu wanafanya machafu bwana. Wanafanya mambo yao ya kishirikina huku. Nadhani unajionea kama hivi kuna mawe mazito. Mazingira kama haya. Lakini ndo hivyo. Ndo hivyo. Unajionea, nadhani tunakaribia kwa huyo mtaalamu mwenyewe, mtaalamu wa maneuvers, mtaalamu wa mavitu ambayo cheki mawe hayo. Tunakaribia kufika kwa huyo mtaalamu mwenyewe, mtaalamu wa mambo. Nadhani tunakaribia kufika sasa kwa huyo mganga wa huyu MC Pilipili. Atatujuza mambo mengi ya hayo majoka, kwamba kweli huyu MC Pilipili alikuwa na joka, alikuwa nao analilisha mke wake. Nadhani atatujuza kama hizo habari sio za kweli. Huyu mtaalamu tukikutana naye tu ataweza kutujuza. Lakini kabla hatujakutana na huyo mtaalamu, niweze kukumbusha tu, kama ni mara yako hii ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu upendo, basi chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza, na huyu mtaalamu wetu mganga wa huyu MC Pilipili ataweza kukujuza. Kuacha maoni yako sio jambo ni jambo ambalo ni la msingi sana bwana. Nadhani tunakaribia sasa. Tunakaribia sasa hapa. Tunakaribia.